Filamu inaanza kwa kuonyesha wanandoa ambao walionekana kuwa na nia mbaya, kwa sababu leo wanandoa hao walikuwa na mpango wa kuvamia duka la vyakula na walijiandaa vyema kwa ajili ya tukio hilo. Hata hivyo, baada ya kulizunguka duka lote, bado hawakuridhika kabisa, kwa sababu waliona boksi lililokuwa nyuma ya meza ya mhudumu wa duka. Mwanamke aitwaye Jody akaanza kusisitiza kwamba boksi hilo lifunguliwe, lakini mhudumu wa duka akawaonya kwamba humo kwenye boksi hakuna kitu walichotaka, hivyo basi wasilifungue. Lakini tamaa ikawashinda. Walipolifungua tu, risasi ikapigwa. Kisha tukajikuta kwenye msitu ambapo tunaona msichana mmoja akiwa na hofu, pia alikuwa akizunguka teke yake akiteseka kwa njaa. Hakuonekana kuwa na yeyote karibu pamoja naye. Haikujulikana nini kilimtokea huko nyuma hadi akajikuta katika hali hiyo. Wakati huo huo akaona kibanda cha mbao mbele yake. Akaingia haraka ndani yake na humo akapata mfuko uliojaa chakula. Akaanza kula mara moja kwa sababu ya njaa kali aliyokuwa nayo. Lakini ghafla akasikia sauti ya kutisha nje. Mtu mmoja alikuwa anakuja. Kwa hofu, msichana yule alijificha chini ya kitanda. Mtu huyo aliyeingia alikuwa na shoka mkononi mwake. Hatukuweza kumuona sura yake. Alichukua mfuko wake wa chakula na akaondoka kimya kimya. Msichana aliyekuwa amejificha alikaa kimya sana. Baada ya muda kupita, akaamua kutoka ili aondoke sehemu hiyo. Alipotoka nje akaanza kukimbia, lakini ghafla akakutana na mtu yule yule mwenye shoka. Jina lake aliitwa Tom. Lakini badala ya kumdhuru, Tom alimsaidia. Msichana yule akaomba msamaha kwa kuchukua chakula chake, kwani alikuwa hajala kwa siku 2. Akamweleza kwamba gari lake liliharibika njiani na mumewe alienda kituo cha mafuta kilicho karibu kutafuta msaada, lakini hakurudi tena. Kwa bahati mbaya, gari la Tom nalo lilikuwa limeharibika, naye alikuwa amekwama hapo kwa siku 3. Kusikia hivyo, mwanamke akaanza kuwa na wasiwasi, akasema lazima aende kumwangalia mumewe, huenda amerejea. Tom akaamua kwenda naye, lakini hawakumkuta mtu yoyote. Waliacha ujumbe na wakachukua nguo baadhi, kisha wakarudi kwenye kibanda kile kile. Usiku ulipowadia, baridi ikawa kali sana. Hivyo Tom akamwambia ajifunikie blanketi alilokuwa amelileka kutoka kwenye gari. Lakini Tom hakuelewa ni kwa nini mumewe alimwacha mkewe peke yake msituni, kwani angeweza kwenda naye kwenye kituo hicho cha mafuta. Msichana akamweleza Tom kwamba yeye ni mjamzito, hivyo huenda ndiyo maana mumewe alimwacha. Tom akamwambia alale kitandani, yeye atalala chini. Kabla ya kulala, Tom alimletea maji ya kunywa aliyochota kwenye ziwa lililokuwa karibu. Ajabu ni kwamba kesho yake aliporudi pale kwenye ziwa hilo halikuwepo tena. Wote wakabaki wamechanganyikiwa na maswali mengi, lakini wakalala. Usiku huo mwanamke yule aitwaye Samantha akaota ndoto mbaya na akaamka mapema, lakini hakumwona Tom popote. Alipotoka nje akamkuta msichana mwenye nywele nyeupe akiwa amezirai. Akamchukua mara moja na akamuingiza ndani ya kibanda chao. Wakati huo Tom alikuwa akichukua mafuta kutoka kwenye gari yake ili kuyaweka kwenye gari lingine kwa matumaini ya kuondoka eneo lile. Yule msichana mwenye nywele nyeupe inafahamika kuwa ni Jody, yule mwanamke aliyevamia duka la vyakula mwanzoni mwa filamu. Lakini alifikaje pale? Jody alipomwona mwanamke mjamzito alidhani mahali pale ni kwake, lakini akaelezewa kila kitu. Hata hivyo hakumwamini na akaondoka kwa hasira. Tom alipokuwa anarudi na mafuta, ghafla risasi 2 zikapigwa. Kwa woga akayadondosha mafuta. Akaita kuuliza kama kuna mtu, lakini hakukuwa na jibu lolote. Akaamua kurudi kibandani. Ndani alimkuta msichana asiyemjua ambaye alikuwa Jody. Jody akamwambia kuwa aligombana na mpenzi wake, naye akamwacha pale msituni. Sasa Jody anataka kurudi nyumbani. Tom akamruhusu akae pale, lakini asaidie kazi za pale kwenye makazi yao. Siku iliyofuata walizungumza vizuri na wakaanza kuwa marafiki. Lakini Tom alianza kugundua jambo la ajabu. Kila alipojaribu kutembea mbali kutoka pale, alijikuta anarudi karibu na kibanda chao. Ni kana kwamba hawawezi kutoka hapo. Akawaambia, hapa sio mahali salama, tunapaswa kuondoka. Kisha akauliza, lakini kwanza nataka kujua, nyinyi mlipokuwa mnakuja hapa, mlipanga kwenda wapi? Na hapa ni wapi hasa? Samantha akasema mumewe alisema hapa ni New Hampshire. Jody akasema hapana, hapa ni Dakota. Tom naye akasema alikuwa kwenye njia ya Los Angeles. Wote wakagundua kwamba kuna kitu kisicho cha kawaida hapa. Tom akaamua kwamba kesho asubuhi wataondoka mbali iwezekanavyo ili wapate msaada au njia ya kutoroka. Usiku huo, Jody na Tom wote wakaota ndoto ya kutisha wakichomwa sindano. Mwanamke mjamzito naye akaota ndoto kama hiyo akiumwa kwa maumivu. Asubuhi ilipofika, wakaanza safari yao wakiwa na mizigo yao. Wakati wa kutembea, Samantha alianza kumweleza Jody kuhusu maisha yake ya zamani, kwamba mama yake alikufa wakati wa kujifungua na tangu hapo alikuwa akiishi kwenye kituo cha watoto yatima. Ghafla Jody akajikwaa, akaanguka na kibunda cha fedha kikadondoka kutoka mfukoni mwake. Tom akashangaa, akauliza, ulipataje pesa nyingi hivi? Akajibu, hizo ni akiba yangu niliyotunza na mpenzi wangu, lakini kabla hajaondoka nilizichukua. Wakati huo huo, Samantha aliona kitu kile ambacho Jody alikuwa amejikwaa. Kilikuwa ni kitu cha kushangaza. Tom alipopagruta kwa shoka lake, ilibainika lile lilikuwa ni handaki la Kijerumani, ambapo ndani yake kulikuwa na vifaa vingi vya kivita na pia makopo ya chakula yaliyokuwa na alama ya jeshi la Nazi.
Samantha akaeleza kuwa baba yake aliwahi kupigana vitani, ndio maana vitu kama hivyo mara nyingi vilikuwa vikiingia na kutoka nyumbani kwao. Tom alitoa makopo yote nje, kisha akatoka akiwa nao wote wawili. Lakini jambo la kushangaza liko kwamba walijikuta tena karibu na ile nyumba waliokuwa wakiishi. Basi Tom akasema walikuwa wakitembea moja kwa moja bila kukata kona, lakini ikaonekana hapa hakuna kitu kinachofanya kazi kama kawaida. Dakika chache baadaye, tunaona wote watatu wakila chakula cha jioni. Baada ya hapo, wasichana hao wawili wakazungumza. Jody akamwambia Samantha ukweli kwamba yeye ni mwizi kwa sababu hana jambo lingine la kufanya na hajasoma. Samantha akamuomba kwa unyenyekevu kama anaweza kuziona tena zile pesa alizoiba kwa sababu hajawahi kuona pesa nyingi kiasi hicho maishani mwake. Jody kwa furaha akamuonyesha pesa zile, lakini Samantha akacheka kwa sababu akadhani ni mzaha kwa sababu pesa zile zilikuwa na maandishi ya mwaka 1984. Kwa mtazamo wake, hizo ni pesa bado hazijaanza matumizi. Lakini Jody akasema hapana, yeye anaishi mwaka 1984. Samantha akashangaa kwa sababu kwake mwaka ulikuwa 1964. Hali nzima ikawa ya ajabu sana. Yaani wanawake wawili wako sehemu moja, lakini wanatoka nyakati tofauti kabisa. Tom aliporudi, naye pia aliulizwa anatoka mwaka gani, naye akajibu kuwa anatoka 2011. Baada ya kusikia hilo, wote wawili walisimulia hadithi yao kamili. Mwanzoni Tom alidhani ni mzaha, lakini uzito wa maneno yao ulimfanya atambue kuwa kuna jambo la ajabu linaendelea. Ghafla, wakasikia milio ya risasi kutoka nje. Wakajiuliza nani anayepiga risasi mara kwa mara. Walipoangalia, wakagundua kuwa ni mtu asiyejulikana akiwa na bunduki. Alikuwa anahitaji msaada, ndio maana Tom alitoka nje. Tom akamwambia kuwa wako kwenye matatizo, lakini yule mtu akaanza kuzungumza kwa Kijerumani. Tom hakuelewa alichokuwa akisema, lakini alitambua kuwa alikuwa akimwambia tupe shoka. Tom akatupa shoka lile. Ghafla, Tom akafungua macho yake, na wote watatu walikuwa wamefungwa kama mateka, na yule Mjerumani alikuwa ametoweka. Sasa walianza kuelewa kuwa huenda walikuwa wamefanya safari ya muda. Samantha ambaye alikuwa wa zamani zaidi kati yao, akamuuliza Tom kama hadi mwaka 2011 safari ya muda ilikuwa imewezekana. Tom akasema hapana, hakuna teknolojia kama hiyo iliyokuwa imebuniwa 2011. Baada ya muda mfupi, yule Mjerumani akarudi, akamfungua Tom kamba, kisha akamtoa nje na kumpiga vibaya sana. Mwisho akamfunga Tom kwenye mti. Kisha akaingia ndani na kuwauliza wasichana wale wao ni kina nani na wametoka wapi. Macho yake yakatua kwenye mkufu wa Samantha. Akaanza kumuuliza kuhusu mkufu huo. Lakini Samantha ndiye pekee aliyekuwa akijua Kijerumani. Hivyo akamweleza kuwa huo mkufu ulikuwa ni wa mama yake. Yule Mjerumani alikuwa na huo kama huo. Kwa hasira, yule Mjerumani akaonyesha mkufu ule aliyekuwa amevaa shingoni mwake, ambao ilikuwa na picha ya mwanamke aliyefanana kabisa na mama yake Samantha. Mambo yakaanza kuwa ya kutatanisha zaidi. Lakini endelea kufuatilia kwa sababu mwisho wake utakushtua zaidi. Yule mtu akawatoka nje wasichana wale wawili, ndipo Samantha akamuuliza Tom kama naye ana mkufu kama huo. Tom akasema hapana. Wakati huo huo, yule mtu asiyejulikana alikuwa amesahau kuwa Tom alikuwa amejifungua kamba mwenyewe. Sekunde chache baadaye, Tom akampiga yule Mjerumani kisha akamfunga kamba kama alivyowafunga wao hapo mwanzo. Kisha Samantha akasema kuwa picha iliyokuwa kwenye mkufu wa yule Mjerumani ilikuwa ni picha ya mama yake. Tom hakutaka kukubali hilo, lakini Jody akasema kuwa mwanamke kwenye picha ile alikuwa ni bibi yake. Tom akabaki kushangaa. Hapo ndipo jina la yule mtu asiyejulikana linapofahamika. Samantha akaeleza kuwa huyo alikuwa baba yake mzazi. Na si hilo tu. Samantha alipomuuliza Jody tarehe yake ya kuzaliwa, Jody akasema 3 Juni 1964. Hiyo ndiyo siku ambayo mama yake Jody alifariki dunia alipokuwa akimzaa mtoto wake. Na mtoto huyo hakuwa mtu mwingine bali Jody mwenyewe. Sasa mshtuko ukatanda zaidi kwenye nyumba zima. Kila mtu akachanganyikiwa. Samantha akagundua kuwa mume wake aliuawa vitani, alitoka nje akilia. Lakini bado kulikuwa na siri nyingine. Tom akamwambia Jody kuwa mama yake alikuwa mwizi. Jody akakataa kuamini hilo, akisema mama yake hakuwa na mkufu kama huo. Lakini Tom akasema mama yake alikuwa na mkufu huo huo, ila ulikuwa nyumbani kwake. Akaeleza kuwa mama yake alikuwa mwizi aliyekuwa kiima pamoja na mume wake Kevin katika vituo vya mafuta na maduka ya vyakula. Lakini siku moja Jody alimuua mume wake mwenyewe, na kwa kosa hilo lilipelekea Jody kunyongwa. Huo ulikuwa ukweli mchungu ambao Jody hakuweza kuuvumilia, naye akatoka nje ya nyumba ile. Nje, Samantha aliyekuwa na huzuni alimuona binti yake Jody akimjia. Hisia sasa zilikuwa tofauti kabisa. Samantha alipogundua kuwa atakufa akijifungua binti yake, alipatwa na huzuni sana. Lakini alikuwa na furaha kwa sababu binti yake alikuwa hai na babu na bibi wangemlea baadaye. Hata hivyo, Jody akasema babu na bibi walikuwa wakimtesa sana na mara nyingi walimwacha akiwa na njaa, ndio maana aliondoka nyumbani akiwa mdogo. Baada ya kusikia hayo, Samantha akaanza kulia. Akarudi haraka ndani ya nyumba na kumweleza kila kitu baba yake, yule Mjerumani, kisha akaanza kumfungua. Lakini Tom akamzuia akisema anaweza kuwa hatari. Lakini hata hivyo, Samantha akaamini baba yake hawezi kumdhuru. Lakini mara tu alipomfungulia, alichukua bunduki yake na nguo zake. Akachukua vitu hivyo na kukimbia. Wakati huo huo, Samantha akakumbuka tena ile ndoto yake ya kutisha, ndoto ambayo alikufa akijifungua mtoto wake. Wakati huo, Adam, yani mume wake na Samantha, alikuwa vitani na gari ya wagonjwa ilifika nyumbani kwa kuchelewa.
Tom naye akaeleza kuwa aliota ndoto kama hiyo pia, ambapo alimpiga risasi padre aliyekuwa akimnyanyasa, kisha baadaye akajipiga risasi mwenyewe. Mwishowe zamu ikafika kwa Jody, naye akakumbuka siku ile ya kunyongwa. Yaani sasa wote watatu wakajua kuwa watakufa, na pia wakajua ni kwa namna gani watakufa, lakini bado hawajafa. Hii ina maana kwamba wote watatu wanaweza kubadilisha maisha yao ya zamani. Kwa sababu hiyo, Tom akawapeleka mara moja hadi kwenye lile handaki la Kijerumani, kwa kuwa anaamini kuwa yote haya yalianza baada ya kifo cha baba yake Samantha. Kwa hiyo, jambo la kwanza wanapaswa kufanya ni kumzuia. Samantha akaeleza kuwa baba yake alifariki tarehe 14 Mei huko Poland katika shambulio la anga, na leo pia ilikuwa tarehe 14 Mei na mahali walipokuwa wamesimama palikuwa ni Poland. Hii ina maana kuwa walikuwa na nafasi. Tom akatumia akili yake na kusema kwamba kama baba yake Samantha hatokufa, basi Samantha hatokufa kwa sababu baba yake angekuwa nyumbani, na wakati Samantha anapokuwa kwenye uchungu wa kujifungua, angeweza kumpeleka hospitalini kwa wakati. Basi Tom akaondoka haraka kumtafuta baba yake Samantha, ambaye alikuwa akijaribu kuwasiliana kupitia redio ndani ya nyumba ile. Lakini redio ilikuwa imeharibika. Samantha akamwambia kuhusu shambulio la anga, lakini hakumsikiliza hata kidogo na akaanza kukimbia. Tom akajaribu kwa nguvu zote kumzuia, lakini katika mchakato huo kosa kubwa linatokea. Baba yake Samantha anafyatua risasi, na risasi hiyo inampiga moja kwa moja Jody. Baba yake Samantha akakimbia, kisha Samantha na Tom wakambeba Jody aliyejeruhiwa na kumrudisha ndani ya nyumba. Tom akaingiwa na hofu kubwa kwa sababu kama Jody atakufa, basi yeye mwenyewe hatozaliwa. Akasema lazima afanye kila awezalo kumzuia. Akisema hivyo, akaondoka tena kwenda kumkamata baba yake Samantha. Kwa upande mwingine, Samantha anafanya kila juhudi kumweka binti yake hai. Ndiyo maana Mungu hajawahi kumpa binadamu uwezo wa kuona maisha yake ya baadaye au yaliyopita, kwa sababu angeanza kuingilia uumbaji wa asili na matokeo yake yangekuwa mabaya sana. Tom akamkuta baba yake Samantha, lakini kila mara alipojaribu kumshika Mjerumani, alifanikiwa kumtoroka mikononi mwake. Hata hivyo, Tom akagundua jambo moja: haijalishi watakimbia hadi wapi, ila kila mara watarudi karibu na ile nyumba. Hivyo basi, Tom akaamua karudi nyuma alikotoka, ambako sasa wakakutana ana kwa ana. Ghafla baba yake Samantha akampiga Tom risasi mara nyingi, lakini hakupatwa na risasi hata moja, kwa sababu uwepo wa Tom unaanza kutoweka. Kwa sababu ya kifo cha Jody, kadiri roho ya Jody inavyouacha mwili wake, ndivyo Tom naye anavyozidi kupoteza uwepo wake. Hatimaye wakati unafika ambapo Tom akatoweka kabisa, kwa sababu Jody alikufa. Samantha sasa akajawa na hasira kubwa dhidi ya baba yake. Akaamini kuwa kwa matendo yake si tu ameharibu maisha yake mwenyewe, bali pia ya vizazi vijavyo. Baada ya yote hayo, hatimaye baba yake Samantha akaamini maneno yao. Lakini sasa walikuwa wamechelewa sana. Ndege za Urusi zikaonekana angani na wote wawili wakaanza kukimbia, lakini mabomu tayari yameanza kudondoshwa. Samantha akaumia, lakini baba yake akamchukua na kumpeleka ndani ya handaki. Polepole uwepo wa Samantha nao ukaanza kufifia, kwa sababu baba yake aliokoa maisha yake na hakufa wakati aliyopaswa kufa awali. Yaani sasa kila kitu kingekuwa sawa, lakini bado kuna jambo moja ambalo halijabadilika. Ni lipi hilo? Tutalijua baada ya muda mfupi. Tunarudi tena kwenye wakati ule ule ambao hadithi ilianza, lakini safari hii mambo yamebadilika sana. Jody akaenda tena kwenye duka lile la vyakula, lakini sasa akiwa katika hali tofauti, akiwa msichana tajiri na aliyesoma. Lakini alipotoka nje, akamwona Kevin akiwa na mpenzi wake mpya, wakijiandaa kufanya uhalifu ule ule. Hii ina maana kuwa Tom hatazaliwa kamwe, kwa sababu Jody na Kevin hawakuwahi kukutana. Na yote haya yalitokea kwa sababu Samantha bado ipo hai. Jambo tunaloliona katika tukio linalofuata, akiwa ameshika majivu ya baba yake ambayo aliyazika kwa heshima mwaka 1964. Kisha tunaona tena lile duka ambako mpenzi mpya wa Kevin, Amelie, akiiba kila kitu. Lakini tamaa yake haikutosheka. Macho yake yakatua kwenye sanduku lililokuwa nyuma ya mhudumu wa fedha. Akadai lifunguliwe, lakini mhudumu akamwonya, akiingia ndani hakuna kitakachoweza kurekebishwa tena. Lakini hakusikiliza. Risasi ikalia, na hapo ndipo hadithi ikafikia mwisho wake. Marafiki, huu ni msimuliaji wa hadithi wa kipekee sana, unaochanganya na kuzungusha akili kabisa. Hadithi imekuwaje? Tafadhali tuambie kwa kuandika maoni yako. Tutaonana kwenye video inayofuata. Asante sana kwa kutazama.